Hello watu wa Mungu, karibuni katika kipindi changu cha sauti ya faraja hapa RFK TV online. Naitwa Madam Glory Basuta. Kipindi hiki kinakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 kamili mchana. Mtu wa Mungu, jana niliongelea kuhusu nguvu ya manifestation. Leo naenda kumalizia katika kipande cha pili cha hiyo mada ya nguvu ya manifestation. Tuliona kuwa ni uwezo wa kuvutia mambo unayotamani kupitia mawazo yako chanya, imani yako chanya na vitendo vyako ambavyo vitakupelekea kupata hiyo vitu ulivyo manifest. Mtu wa Mungu, na kukumbusha kwanza usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Mtu wa Mungu, kama tulivyoona, hii ni nguvu ambayo unaipata kutokana na kuwa na mawazo yako chanya. Mtu wa Mungu, kwanza unatakiwa kuwa wazi juu ya ndoto zako. Eleza wazi unachokitaka kupitia hiyo ndoto zako. Andika malengo yako kwa wazi. Kwa hapa tunaona lazima uwe na notebook, lazima uwe na sehemu ya kuandika hayo malengo yako ambayo unayataka. Na pia unatakiwa utumie maono. Maono tunaona kuwa ni visualization tulisema. Kwa hiyo unatakiwa ufikirie ndoto zako kama zimeshatimia. Kwa kama ndoto zako zimeshatimia, je, utakuwaje? Si utakuwa na furaha, utafurahia kwa ndoto yako inafanyaje imetimia. Alafu unatakiwa utumie picha kuelezea hiyo kitu ambacho ni ndoto zako unataka zitokee katika hali ya kweli. Hapa unatakiwa uwe na vision board ambayo utaweka hizo picha ukionyeshea jinsi gani ambavyo ndoto zako zitakapotimia, utakavyokuwa, vitu gani utakuwa navyo au utakuwaje. Hiyo vision board itakusaidia kuimarisha hayo maono yako. Kwa mtu wa Mungu, unatakiwa utumie pia na maono chanya au tunasema kwa kizungu ni affirmations. Hizi zinasaidia kuleta ule utayari wa hizo ndoto zako kutokea. Unaweza kuwa unajiongelea kwa mimi ni mwenye mafanikio, ninavutia fursa nzuri kila siku katika maisha yangu. Kwa unaposema wewe ni wa mafanikio, kwa hiyo lazima ile hatua uliyofanya, uliyoianza katika kutimiza zile ndoto zako, lazima itafanyaje? Itafanikiwa. Kwa mimi nina nguvu za kuweza kukabiliana na changamoto zozote. Kwa changamoto zote zinazokuja katika ile kazi ya kupigania ndoto zako, lazima utapata njia ya kuweza kuzitatua hizo changamoto. Kwa baada ya kuwa na haya maono, maneno chanya, unatakiwa sasa uchukue hatua. Utakapochukua hatua, ndipo ambapo fursa zitaweza zikaja nyingi zaidi, ambazo hizo fursa zitakuelekezea wewe kwenda kupambania kufanikiwa zile ndoto zako. Na unatakiwa uchukue hizo fursa kwa ujasiri, yani usiwe na mashaka, usiwe na wasiwasi. Wewe mwenyewe umejua kuwa ndoto yangu mimi nataka niwe mfanyabiashara mkubwa hapa sehemu fulani. Kwa utakapochukua hatua, kuwa jasiri, fanya hiyo biashara. Kama ni ya kutengeneza, tengeneza hizo vitu, uza. Kama ni unavinunua kwa watu, ununua, uza. Kuwa na ujasiri wa kufanya hivyo. Kwa hiyo usifikiri manifestation unasubiria muujiza itokee ndo. Hapana, ni lazima kuchukua hatua ambazo zitakupelekea wewe kwenda katika mafanikio hayo ya ndoto zako. Mtu wa Mungu, na kama nilivyosema, tusisahau kuwa na shukrani na uvumilivu. Shukrani itakusaidia kuongezewa zaidi. Shukuru kwa vidogo, hata hivyo ulivyo navyo. Umeweza hiyo ndoto yako, umechukulia hatua, hebu mshukuru Mungu kwa hicho ulichokianza. Pia uwe mvumilivu, kwa maana hata wahenga walisema mvumilivu ula mbivu. Sasa wewe ambavyo utakuwa huna uvumilivu, itapelekea uache hata hizo mbivu usizipate. Mtu wa Mungu, kuna vikwazo vingi sana katika kufanya manifestation. Kwa vikwazo hivi ndivyo vinapelekea watu washindwe kufikia zile ndoto zao. Na kikwazo cha kwanza ni hofu na mashaka. Unapoleta hofu na kuleta mashaka, ndipo ambapo utashindwa hata kupiga hatua, utashindwa hata kupambania hizo ndoto zako. Na pia ni mazingira na mawazo hasi. Mawazo negative hasi yanatupelekea kushindwa. Kwa ndio maana unatakiwa ujiongelee maneno chanya, kwa mimi ninaweza, ninashinda, nina uwezo. Kwa ukiona mazingira hayo hayakupelekei wewe kuwa na vitu chanya,
hebu achana na mazingira hayo. Ukiona mawazo chanya yanapotea, yanakuja mawazo hasi, hebu achana na hayo mawazo hasi, kwa maana hayo yanakuletea vikwazo wewe vya kushindwa kumanifest vile vitu ambavyo unavitaka. Mtu wa Mungu, ili ushinde vikwazo hivyo, unatakiwa uwe na amani, uwe na unaamini kuwa utaweza kufanikisha ndoto zako, na unatakiwa pia uepuke hao watu wanaokukatisha tamaa, na pia unatakiwa uchukue hatua ndogo ndogo kila siku ili uweze kufikia malengo yako. Mtu wa Mungu, kwa hiyo hiyo ndio nguvu ya manifestation. Ukiondoa vikwazo hivyo, ukichukua hatua katika kupambania hizo ndoto zako, lazima vile vitu ulivyo manifesti vitakuja katika maisha yako halisi. Asanteni sana, ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi hiki cha Sauti ya Faraja. Mtu wa Mungu, na kuomba usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Na kumbuka kuwa kipindi hiki kinakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 kamili mchana hapa RFK TV Online. Asanteni sana na wapenda, msisahau kucomment, kulike na kushare hii video. Mungu anatupenda.